na kuvirejea vitu vyetu vya enzi. Yesu Kristo ndiye alikuja kujitwalia ufalme na makuhani. Kwa kupitia yeye tunarudi katika vitu vyetu vya enzi. Hakuna ufalme bila enzi. Kwa enzi yetu tulikuwa tumetapeliwa na adui. Enzi yetu tulikuwa tumenyang'anywa kutokana na uongo ule wa nyoka. Ule uongo wa mwovu ibilisi Shetani ulitunyang'anya vitu vingi sana. Ulitunyang'anya umeleki, ukaasilia hofu ndani yetu. Tukajikuta tuko uchi. Sisi tuliokuwa tumejaa utukufu. Hata wanyama waliokuwa wakitutii ni kutunyenyekea na kutukaribia ili tuwaite majina, wakatugeuka. Sasa hivi ukikutana naye simba akiwa na njaa anatamani kulaliwe, kwa sababu utukufu wako uliondoka. Ule utiisho wa kimungu baada ya kuwa umemwasi Mungu uliondoka. Haleluya, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, haleluya. Uzima wa milele uliondoka. Magonjwa yakapata upenyo wa kuishi tena ndani ya mwanadamu. Laana zikapata upenyo wa kuishi tena ndani ya mwanadamu. Uchawi na nguvu ya kuweza kumsababishia hata mtu kwa sababu ya mwanadamu kuasi maagizo ya Mungu. Nikwambie kitu wewe unasikiliza, ikiwa bado hujaingia ndani ya Kristo, huyu Kristo ndio safina ya mwisho. Baada ya yeye hakuna safina nyingine tena. Huyu ndio amebeba jina ambalo kila mwanadamu anapaswa kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine tulilopewa ambalo wote tunapaswa kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine litakalotakasa dhambi zako. Hakuna jina lingine litakalokurudisha kwenye miliki yako, kwenye mamlaka yako. Ile moto ulikuwa umepoteza ni jina la Yesu. Hii ndio safina ya mwisho katika gharika tunayoendea ya moto wa milele. Yesu Kristo ndiye safina pekee atakayehakikisha usalama wa maisha yako. Wote tuseme amina. Amina. Haleluya. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Umebarikiwa sana. Unaposikia sauti hii umebarikiwa sana. Haijalishi ni mdhambi kupita kiasi gani, iko hapa damu yenye uwezo wa kutakasa na kusafisha na kusamehe kabisa dhambi na uchafu wa kila namna. Haijalishi umeua watu wangapi, kwa Yesu Kristo utasamehewa. Haijalishi umekuwa mzinzi kwa muda gani, haijalishi umekuwa mwasherati kwa muda gani, haijalishi umetembea na wanawake wa mtaa wote, umetembea nao, umefanya uasherati kupita kawaida. Haijalishi pombe imekutawala kwa muda gani. Wengine wamekuwa walevi kiasi kwamba hata wanauza vitu vya ndani ili waende kupiga pombe. Haijalishi umetumikishwa na maroho mabaya kwa muda gani, yuko Yesu Kristo ambaye jina lake liko juu ya majina mengine yote. Ukimpokea yeye anabadilisha maisha yako. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama imekuwa mtokeo ndani ya Yesu Kristo. Mambo yote ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kama ulikuwa unaitwa mwizi, ya kale yatapita, yatakuwa mapya. Kama ulikuwa mchawi unaogopa kwenye mtaa, kiasi kwamba nyumbani kwako watoto wakatize, wanaogopa hata kukanyaga ardhi ya kwako, haleluya, historia yako itabadilika. Yesu anabadilisha. Bwana alikutana na wanyang'anyi, alikutana na watoza ushuru, wale wala rushwa kupita kawaida. Alipokutana nao, walipomkubali, wakamwamini yeye, akabadilisha maisha yao. Akawa wanafunzi wake. Akawa haijalishi umetumikia mizimu kwa muda gani, haijalishi umemtumikia ibilisi kwa muda gani, ukambazuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukambazuka. Mlango hujafungwa. Lango ni Kristo. Lango ni Kristo mwenyewe. Lango halijafungwa. Kila mmoja sasa hivi ana uhalali wa kuingia ufalme wa Mungu, kwa sababu lango halijafungwa. Lakini likisha kufungwa, washinzi wataingia tena. Lakini likisha kufungwa, waongo wataingia tena. Lakini likisha kufungwa, wezi wataingia tena. Wanaojishua wataingia tena. Wanaoangalia pornography hawataingia tena. Wanaosikiliza mazungumzo machafu hawataingia tena. Wasirati, walevi, wachawi wanaosababisha majirani zao wanakosa usingizi, wote hawataingia. Ingia ndani ya lango kabla halijafungwa. Hiki ni kipenga cha tahadhari. Huenda usipochukua tahadhari, mauti iko mlangoni na kusubiria.
Usifanye moyo wako kwa mkomo. 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 Huenda hii ni tarumbeta ya kwanza. Tarumbeta ya pili inaweza ikawa ni mauti. Haitakuruhusu kufanya maamuzi tena. Hata kama akikuombea sala gani, hazitakutoa kuzimu zikupeleke mbinguni. Hakuna sala itakayosafisha dhambi za mtu aliyekufa. Ukishakufa, baada ya kifo ni hukumu. Usidanganywe na mtu yeyote. Hizo sala za wafu na sadaka kwa ajili ya wafu ni kwa ajili ya upotofu na kutaka kupiga utapeli wa kidini. Hayo sio maandiko. Maandiko yanasema baada ya mauti ni hukumu, baada ya kifo ni hukumu. Hakuna utakaomhonga Mungu ili akutoe jehanamu, ili akupeleke katika uzima wa milele. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Hakuna wokovu baada ya kifo. Hakuna wokovu baada ya kifo. Wokovu ni kipindi ukiwa bado uko hai. Na tarumbeta ya kwanza imeshapigwa. Kama wamesikia, walengo wamekwisha kusikia. Nisimalize sauti yangu. Haya, ni wakati wako. Wewe mgeni rasmi kwenye mkutano huu. Wageni rasmi kwenye mkutano huu ni wale wenye dhambi. Wageni rasmi ni wale wenye dhambi. Wageni rasmi ni wale wanaotenda uchafu ule kinyume na mapenzi ya Mungu. Wewe ndio mgeni rasmi. Sisi wengine ni wasindikizaji wa hafla hii ya wewe pamoja na Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amina. Basi kwa wakati huu nipende kukusikia ujumbe huu kutoka kwa Mungu mwenyewe. Unataka kufanya marekebisho, unataka kufanya ukarabati, unataka kufanya ukarabati. Umeguswa na ujumbe huu, naomba usogee mahali hapa ufanye maamuzi ya kivyako vyako. Kama moyo wako umeguswa na ujumbe huu, usimjiulize jirani yako, kwa sababu jirani yako anaweza kutumiwa na ibilisi ili kwamba kuweza kufifiza nguvu ya ujumbe huu ndani ya moyo wako. Usimuulize mtu yeyote, ninyuka hapo ulipo, kisha usogee mahali hapa. Uenda hii sauti ndio ya mwisho kwako. Baada ya hapo uenda mauti inakuvizia ikumalize kabisa. Hivyo ni heri ufanye uamuzi usiku ya leo, ili kwamba hata mauti ikikukuta kesho utaenda kumlaki Bwana Yesu. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mnyang'anyi mmoja alikuwa amesulubiwa na Yesu Kristo kwa upande wa mkono wa kuume. Yeye alipokea wokovu katika dakika za jioni kabisa, akiwa anakaribia kuikabili mauti, akaamua kumsemea mambo mazuri. Hatimaye Yesu akasema, hakika tutakuwa pamoja kwenye ufalme wangu. Sasa na wewe uende, hiki ni kipinga chako cha mwisho. Naomba usogee. Naomba makutano wote tusimame, lakini wale walioshapu wasogee kule nyuma kabisa. Maana kuna wengine wanaogopa kusogelea mkutano. Na mkutano tumejitenga kivyetu vyetu. Watu tuliowaletea habari njema tumewaacha peke yao, hatujawakaribisha. Tumekuwa na binafsi kupita kawaida. Naomba mkutano tuzunguke sasa kutaka kuwakaribisha wale wageni rasmi ndani ya viwanja hivi ambavyo Yesu Kristo mpenda maajabu atakuwa akitengeneza maisha mapya ndani ya maisha yao. Naomba tuzunguke, tuwaalike wapendwa ni katika hafla hii ili tuimpitimishe kwa ushindi. Hebu zunguka, msiogope. Msiogope wageni rasmi. Nendeni mwasogeze mahali hapa. Muarike, muambie kwa upendo, karibuni kwa Yesu kuna amani, karibuni kwa Yesu kuna furaha. Hamtaki kuinjilisha wapendwa, naogopa kwenda kule. Naomba mwasogelee, muarike kwa upendo. Ikiwa watakuwepo watakao mkiri Yesu Kristo, tutaomba nao mahali hapa sawa toba. Kwa wewe ambaye uko tayari kumpa Yesu Kristo maisha yako ili yatengeneze tena na kuyapa thamani ya mwanzo, karibu mahali hapa. Tutaomba na wewe. Tutaomba na wewe sala ya toba, kisha dhambi zitafuatana nawe. Karibu mahali hapa. Karibu mahali hapa. Haleluya. Karibu mahali hapa. Wewe unataka kumpa Yesu Kristo maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wako. Karibu mahali hapa, usiogope. Usiogope. Karibu mahali hapa. Sisi ni wasindikizaji tu. Wewe ndio mgeni rasmi. Karibu mahali hapa, usiogope. Yesu. Karibu, usiogope. Karibu Yesu. Mahali hapa. Karibu Yesu. Mahali hapa.
Karibuni mahali hapa. Sasa bado Karibuni mahali hapa. Tutaomba na nyinyi. Basi kama wapo, naomba mkutano tusogee mahali. Naomba mkutano tusogee. Tusogee hapa tuombe na pamoja. Karibu Yesu. Useme na sio. Yesu uko mbele zako. Mkutano mahali hapa. Tuombe pamoja. Mkutano mzima msogee, msogope. Sogeeni wote mahali ya Mungu Yesu. Tuhitimishe baba. Useme na sio. tutafanya. Naomba mkutano msogee. Tuhitimishe kwa pamoja. Tutaenda kumwomba Mungu. Yeye tuyatamani. Kama tulivyoanza kwa pamoja. Naomba tusogee. Kisha naomba tukubali. Kama unaona hilo neno lozungumza hapo inakuhusu, unatamani kumpa Yesu maisha yako, nyosha mkono. Nyosha mkono. Uko ile tukafunika macho. Wala kumpa Yesu maisha yako, ndio nyosha mkono. Ataenda Kumpa Yesu maisha yako. Nyosha mkono na uko. Kama unataka kumpokea Yesu, nyosha mkono. Kama unataka kumpa Yesu maisha yako, nyosha mkono. Hakuna haja ya kumpa Yesu maisha yake. Au Bwana Mwokozi kutubu dhambi zake. Acha sasa.